Tunakwenda kufunga hatua ya makundi ya mashindano ya CAF kwa maana ya ligi ya mabingwa pamoja na kombe la shirikisho, huku Tanzania tukiwa na mengi ya kujifunza kuelekea msimu ujao. Katika makundi yote hakuna timu iliyoweza kushinda michezo yote mitano iliyocheza, kwa maana ya kwamba hii inatoa tafsiri ya moja kwa moja kwamba makundi yalikuwa magumu. Ndio maana ukiangalia kundi A ni kiongozi anaongoza ni Pyramid akiwa na pointi 13, kwa maana ya kwamba tayari kashadondosha pointi 2 katika michezo mitano aliyoingia uwanjani. Kundi B yupo Al Ahly akiwa na pointi 9, tayari kashadondosha pointi 6 katika michezo yake mitano ambayo ameingia uwanjani. Kundi C amesimama Al Hilal wa Mdimani, pamoja na kundi D ambako ni kundi la Simba. Kundi D yupo Young African Sport Club, kundi D yupo Simba Sport Club. Tayari Simba ameshatolewa akiwa na pointi 2, anakwenda kukamilisha mchezo wa mwisho. Hii wanatakiwa tu kujipanga ili waweze kukamilisha mchezo kwa matokeo ya ushindi. Young African Sport Club ana matumaini, lakini matumaini magumu sana kuweza kufuzu. Shirikisho Azam FC anamaliza ugenini pale Morocco dhidi ya Wydad, kinara wa kundi mwenye pointi 12, akifuatiwa na AS Manyema mwenye pointi 9 pamoja na Azam mwenye pointi 9. Singida Big Stars ana pointi 4 chini ya, akifuatiwa juu yake akiwepo Stellenbosch. CR Belouizdad ameshafuzu, Lesotho ameshafuzu. Manake Singida Big Stars anaenda kukamilisha ratiba ili kujipanga kwa msimu ujao. Nini kwa Watanzania tunahitaji? Kwa sasa Watanzania tunahitaji kuona timu zetu hazimalizi mizunguko kwa fedheha. Tunahitaji kuona timu zetu zikimaliza mashindano hatua ya makundi kwa ushindi. Japokuwa kuna nafasi kwa timu ya Azam FC, lakini pia kuna nafasi kwa timu ya Young African Sport Club. Japokuwa kwa pande zote mbili nafasi ni ngumu, nafasi ni mtego. Nafasi iliyopo ni sawa na kusema panya na uwezo wa kumuua tembo. Nafasi ni ngumu. Kwa upande wa Yanga, kwanza Yanga wanaomba kwanza Falabat apoteze dhidi ya Al Hilal, kitu ambacho kinaleta ugumu kwa tafsiri ya haraka kwa sababu kwanza wale wote ni Waarabu, na ukizingatia Al Hilal Al Ahly ameshafuzu. Sasa kama Al Ahly ameshafuzu, kwa tafsiri ya haraka inaleta ugumu fulani hivi kuona Al Ahly anaweza kumkamia Mwarabu mwenzie amfunge ili Mwafrika mweusi ashinde aende akafuzu aende naye makundi. Tunafahamu kuna ile tabia ya kuweza kubebana, mnabebana kikanda. Tunaamini pengine Al Ahly anaweza akatumia mwanya wa yeye kufuzu akambeba Falabat kwa maana ya kumpa matokeo ya sare, wapambane uwanjani ndani ya dakika 90 wapate sare, jambo ambalo litakuwa limegharimu na limeikata moja kwa moja Young Africa, kwa sababu Yanga wanachohitaji ni kuona Falabat anapoteza, lakini huku wao wakiushinda kwa ushindi wa kishindo, kwa maana ya ushindi usiopungua magoli 3-0 na kwenda juu. Kuhusu hilo hatuna shaka Yanga wana uwezo wa kufanya hivyo, kwa sababu walishafanya mara kadhaa. Pindi linapokuja swala la aggregate huwa hatuna shaka nao, lakini je, Falabat atapoteza? Ndo swali la kujiuliza. Katika kombe la shirikisho, Azam Football Club wanamaliza ugenini Morocco, katika uwanja ambao huwa ukifurika mashabiki ni wehu, wakiamua kushangilia. Uwanja huwa ni wa moto dakika zote 90, ndipo wanapoenda kumaliza Azam FC. Swali la msingi ni je, ataweza kumfunga Wydad? Na Azam anahitaji ushindi si wa goli moja, anahitaji ushindi wa kuanzia goli 2 kwenda juu, goli 2 bila au goli 2 lakini kwenda juu. Sasa je, kwa performance ya Azam, kwa uwezo wa Azam, kwa uzoefu wa Azam kwenye mashindano haya, je,
wana uwezo wa kwenda kumfunga Wydad ambaye tayari ana experience kubwa kwenye mashindano haya na alishachukua makombe mara kadhaa. Yeye kufika hatua ya fainali, nusu fainali sio shida zake, ni vitu ambavyo alishazoea. Je, atakubali kufungwa na timu ambayo ndio kwanza imeweza kuingia hatua ya makundi kwa mara ya kwanza, timu ambayo malengo yake yalikuwa ni kufika hatua ya makundi, lakini huko mbele zaidi yalikuwa ni majaliwa? Je, ataweza kuruhusu timu yenye uzoefu wa chini kiasi hiki mpige goli mbili? Ni jambo ambalo pia na lenyewe ni gumu, jambo ambalo kwa tafsiri ya haraka ni haliwezekani. Hata kwa Young African Sport Club Al Ahly kumfunga FAR Rabat ili Yanga afuzu, pia kwa tafsiri ya haraka kwa mtazamo ya kiafrika na kibinadamu ni gumu na haliwezekani. Lakini mpira, sifa ya mpira ni mchezo wenye matokeo ya kikatili. Mpira ni mchezo ambao unakupa matumaini pasipo na matumaini. Mpira una uwezo wa kutuonyesha maajabu. Ulikuwa home of information, familia, nyumba ya habari, nyumba ya taarifa mbalimbali. Tunaelekea weekendi. Sisi mkazi yetu ni kusubiri na kutazama timu zetu zimejipangaje kuelekea kukamilisha michezo ya makundi kwa ajili ya kuelekea hatua inayofuata kwa watakaokuwa wamefuzu. Ni timu chache ambazo zimeshafuzu tayari. Mfano, katika kundi A, Pyramid AS Berkane ameshafuzu tayari. Kundi B tayari Al Ahly ameshafuzu, bado FAR Rabat. Kundi C, Al Hilal Omdurman tayari ameshafuzu. Sio Al Hilal. Kundi Al Hilal Omdurman. Huku kundi D, Stade de Malien tayari naye pia ameshafuzu. Kwa hiyo weekend njema kwa mashujaa wanaowakilisha taifa la Tanzania, na pia michezo yenu mkaikamilishe na mkaimalize kwa ushindi, mkaimalize kwa kishindo. Kwa timu zinazomaliza nyumbani na wanaomaliza ugenini pia wajitahidi. Ulikuwa home of information. Kikubwa tu ni kuombe usisahau kusubscribe, like, then share. Toa maoni yako, tuongeze nini na tupunguze nini. Asante sana and shout out sana. Bila wewe mimi sio kitu. Asante sana.